kwegamba kubatizibwa si kutobya kwokka. Now, baptism is not about wetting yourself. Naye ebikufa n'okuzukuka. But it is about dying and resurrecting. Kwegamba abatizibwa aba ategeera nti no Yesu yakulembera bulamu bwe yabuvuga kakati. The one who dies, it means that God is there to save him and heal his life. Kubatizibwa si kwegamba nti no tuli nkuyanja mu bantu nange kubanga oli bamubatiza naye ne bansindika nange nengenda kwonna. It's not all about one. Naye kiriki okwata bulamu bw'obwe kennyini otegeera nti mu nfa kati Yesu yagenda kunanira kwegamba kikufako bwe ssekinomo tebola basaba zino nja beetaaga musalewo n'okusalako okwo mujja kudda mu bigambo bino kitegeeza kyemusazeeko kati kukkiriza Yesu abeere mwami ne mulokozi kati ojja kuzibikiriza amaaso buli muntu ajja kudda mu lulimi lwamanyi ojja kungobera mu bigambo byengamba ayi Yesu olwaleero nsazeewo nze nga Ssekinomo kukkiriza obere mwami ate mulokozi olwaleero okuva leero mu maaso g'abantu bonna mu maaso g'abamalayika mu maaso ga Katonda ye mwennyini nsanzeeyo kukkiriza Yesu nga na sitaani ate nkulembera mu mwoyo mutukuvu antambuze obulamu bwange bwonna mu linnya lya Yesu amiina. Enda kugwapa Amen. Amen. Yesu Kristo atazaliwa, yeye ni roho. Yesu ye moyo. Hakuna yule ambaye anaweza kumuona Yesu. Unasikia watu wanasema Yesu tunamwona anaingia kwa iglesia, anaingia kwa fulani. Yote ni mastori. Bwana sifiwe. Lakini Yesu Kristo tunamwona ndani ya mtu, ndani ya roho, ana makao ndani ya mtu. Abera mu bantu. Manake tumezaliwa ndani ya tumbu ya mama yetu. Tuzaliwa mu mbuto za mama. Hapo tumezaliwa kwa hali za kimwili. Tuzaliwa mu mubiri. Amen. Amen. Na kuna inabidi sasa kuzaliwa kwa hali za kiroho. Hapo tunazaliwa ndani ya maji kwa kukubali kufa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo. Amen. Ndio maana wenye wataingia ndani ya maji, wakati wataingia, kuna maswali ambao wataulizwa. Je, umekubali kufa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo? Na hapo utasema ndio. Na unaposema ndio, hapo utabatiziwa kwa jina la Yesu Kristo. Wajja kubatiza mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda. Amen. 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 Leo ni siku ya furaha sana. Olwayo lunaku lw'essanyu nnyo. Amen. Ni siku ya karamu kubwa sana, hata mbinguni kuna raha sana. Wadde waggulu mu bwakabaka mulimu essanyu nyingi. Mtu mmoja anapoingia, anapohesabika katikati ya kondoo ambazo zitaingia ndani ya ufalme ni furaha na vigelegele na shangwe.
Amen. Kwa kweli Mungu awabariki. Mungu atubariki tena kwa siku ya leo, siku kubwa, siku ya furaha. Ndio maana siku ya leo tutamwabudu tu Mungu. Kumbe ingekuwa heri tushangilie kwa kupokea chombo cha Bwana ambaye ni Evangeliste Samuel kuweza kutuongoza ndani ya ibada ya siku ya leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kubira kweli simbalo za amani. Amen. Amen. Mazima tuze kusinza mukama. Omanyi tuze kusaba. Ibada tulifanya siku ya leo ba mama ba papa vijana. Atokusaba kwa leo ba mama. Leo tulifanya hapa. Bwana asifiwe. Na ni furaha sahihi mbinguni. Kwa maana Biblia inasema kama wawili wa watatu wanapookoka wanapobali kwa maisha yao. Nisema tayari kuna Yesu ngamuloko sinema wao. Chitegeza tena leo pate nene nyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Unajua mimi walinipatia jina ya Kataka. Omanyinyi bamwa Elia ya Kataka. Lakini ile jina ya Kataka ilikuwa jina ya siri. Elia ya Kataka libadile chika. Ilikuwa jina yenyewe natokea kwa watate wale wa zamani. Libadile nyaliba kwa bajaji. Na ilikuwa na sababu. Hata libadile nsonga. Sababu ya hiyo jina ilikuwa wote ambaye anazaliwa ndani ya tumbu ya kizazi yetu. Ilinga uluzalo lelona. Ni udongo njoo na profite. Wega mbabafu. Manake kuna mauti. Jina ya Kataka ni kusema udongo njoo na profite. Na njoo nasema unasikia watu wanasema tumetoka ku udongo tunarudia ku udongo. Sisi tunaporudia ku udongo tunalala usingizi tu. Lakini kuna matarajio ya siku moja tunafufuka pamoja na Yesu Kristo na tunaingia ndani ya ufalme wa mbinguni. Ndio maana jina inafuata mtu sana. Amanyi manji. Ni lazima tujue kama jina iko na kazi sana kwa mwanadamu. Hapa tunaona mwingine mwenyewe anaita Nadine. Bwana asifiwe. Anaweza kuweka kidole yake juu. Hiyo jina mama pana. Hiyo jina pana. Yenye Mungu atakupatia njoo. Yaani jina kama haiko ndani ya Biblia. Na jina kama haina maana fulani ndani ya Biblia. Kuna representa wa ile jina. Manake kuna mizimu yenye inashimamia ile jina. Sasa ile mizimu siku ya leo naenda kubakia ndani ya hii maji. Amina. Amina. Tunazaliwa upya na jina mpya na roho mpya na mabadiliko. Haleluya. Kumbe roho wa Bwana atajitumikia kwako. Lakini hiyo jina na dini hapana. Bwana asifiwe. Tunaona mwingine mwenye iko kompata ambaye yaliangusha paka Goliath chini ni David. Bwana asifiwe. Atie kidole yake juu. Mpiga vita ule. Bwana asifiwe. Utasoma habari za David mzuri. Ugenda kusoma kubya fori ya Daudi. Zinafatanaka na maisha yako. Uja kusanga jiko bila bulamu go. Yona bya Daudi ayisemo na ugenda biita. Tunakuta mwingine jina yake Shukuru. Usanga mulala mbe baba ziono na yeye bazi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anashukuru Mungu. Oh, mwebaza uno. Bwana asifiwe. Tuko ba Mungu lazima tushukuru, shukrani zetu zinaenda kwa Mungu. Tuli bakatonda netu inosinza mukama. Tunakuta mwingine jina yake Sephora. Umulabamita Sephora. Bwana asifiwe. Jina nzuri sana. Haleluya. Tunakuta Joan Anyu. Tusanga Joan Anyu. Kuna kwa question mark. Tula bawo. Joan Anyu. Wali wao kukwebuza. Inabidi jina nayo ipate ufunguliwe. Joan Anyu linokusumululwa. Inabidi ifunguliwe. Banolisumulula. Si ndio? Mazima. Anyu haiko ndani ya Biblia bando. Sanga mbaye bwana ange. Bo, tunaona Jano Bahani. Jano ni kusema wale ni Yohana. Ni Yohana. Bwana asifiwe. Yohana mubatizaji. Yohana mubatizi. Haleluya. Manake ba Yohana biko ba descendant ya ba Yohana. Banatokea kule ku Jean Baptiste. Bako banashuka ba petit. Sa vile ba David wale ba petit ya ba David biko na nguvu zile za David ndani. Bwana asifiwe. Ndio unaona hata Jean Baptiste naye alianza kuingia ndani ya maji. Siku ya leo anaingia ndani ya maji kwa jina la Yesu. Tunakuta Moses
Moize. Osanga Musa. Haleluya. Amen. Yule ambaye aliongoza. Oye akulembera Israeli. Yule ambaye aliwafikisha. Oye abaingiza Mungu. Bwana asifiwe. Mungu alimtumikisha kwa nguvu tofauti. Kama yamukozesa mumanyi g'ekitalo. Bwana asifiwe. Na Moize aliokolewa hata kama kuingia Kanaani. Mungu alirekiperaka ame ya. Satani leta mashitaki kwake. Bono ulienda kuoa Ethiopienne, ulienda kuoa bakafiri, ulienda kuoa mwanamke mwenye hafai. Lakini tuna mtetezi wetu. Akamutetea akasema no, tuko hapa kutoa wale wenye biko ndani ya ufungwa bapate kukuya kwa Yesu. Ni kusema jina ya Moize haina shida. Bwana asifiwe. Amen. Tunaenda kuona Kariganire Robert. Kariganire kitegeza kita. Kinyarwanda. Ni sawa na Anaongea Kinyarwanda. Kariganire inamaanisha nini? Jina Kariganire. Leo msaidie. Jina lifiziki. Naona uwezi. ajue maana. Balimupatia tu. Balimupatia. Siku ya leo una jina nzuri sana. Jina ambayo iko na onction de Dieu. Jina ambayo ina mafuta ya Mungu. Jo unaenda kupokea siku ya leo. Na hiyo jina ni baraka kwako. Juu Mungu hawezi kushusha baraka zake kwa Robert. Robert iko representa wake, kuna mtu wa kuzimu mwenye ana represente ba Robert. Bwana sifiwe. Lakini siku ya leo una jina mupi. Na baraka zako zitashuka kwa hiyo jina. Haleluya. Bwana sifiwe. Shangilia kwanza kwa utukufu wa Bwana mabwana. Tuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana sifiwe. Ni usema tayari ile video kama kimilio cha ibada tutekeleza tuingira mkusama. Ndio maana wimbo kama na tunataka kushukuru kwanza Mungu. Tunaomba Mungu apewe sifa kama tufikisha mahali hapa. Mkama tulesa. Nikakusi tuimbe na bidii na tuingie kindani. Jakusaba imba. Maana Mungu apate shina kanisa imba. Bwana Mungu wangu ninakupenda. Yesu wangu ninakupenda. Umefanya mambo ya ajabu. Umefanya mambo ya ajabu. Umefanya mambo ya ajabu. Emi pepeo ya ondoka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu umefanya mambo ya ajabu. Umefanya shukuru Bwana mtamu. Baba tunasema asante kwa maisha. Kwanza tunakualia kama na wewe. Baba tunasema asante kwa roho yako. Yes, tunakuinua jina lako Yesu Kristo. Yes, ambao liko juu ya jina lako ni uwezo. Jina lako ni jina la maisha. Jina lako ni Yesu. Nani kama Baba? Baba Bwana fungua kile hapa. Unasema utakuwa wewe ambao ni kwa Yesu ya Baba. Tunatoza acha nikaboro. Mungu umesimama saina na kwenye kitabu cha uzima. Sema apewe sifa kwa sifa na kuyatenda. Ndani maisha yako Baba unatosha. Yes. Kwa uwezo wa ushindi. Yes, kama na wewe. Baba pewe sifa Yesu Masihi. Pewe sifa. Nasema asante. Kama Bwana naomba
Isafishe maji. Omba kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Takasa maji hapa. Kwa jina la Yesu. Takasa kwa jina la Yesu.
Apate nguvu ya kupaza sauti na kuamani. Apate nguvu ya kuomba. Ya kufukuza pepo iko mahali hapa. Omba roho Bwana kwa tena siku zote. Baba na ikawe Baba. Yes, masaka Baba. Baba na ikawe. Yes, yes, masaka Baba. Baba tawala. Sema kuchase. Sema kuchase. Omba roho ya Bwana. Ingia kibao. Yes, masaka Baba. Na ikawe Baba. Na ikawe Baba. Baba shusha. Baba kwa shisa. Oro tisa. Bakombe shisa. Baba tawala. Baba tawala. Baba tawala. Utenda kwa roho ya Bwana. Aingene na maji. Haina ukuta. Fati yote roho Bwana inaingia. Utaambia roho Bwana atembee juu ya maji. Hii sio tembea juu ya maji. Ni roho Bwana njoo nimetembeza juu ya maji. Utaenda kwamba roho Bwana tawala juu ya maji. Ingia ndani ya maji. Wafanya kazi siku leo. Omba kwa jina la Yesu. Baba tunapeta choma kama Baba. Baba na ikawe Baba. Baba shusha wewe. Baba na ikawe Baba. Acha tukawe Baba. Baba tunakuita sai Baba. Shusha uwezo wako sai Baba. Tunaenda kualika roho yako mtakatifu. Baba tawala mali hapa Jehova. Dada mubira siko la masia. Dada bada siko la Jehova. Acha Saint Esprit. Baba shuka sai. Kufanya operation siko Baba. Kufanya operation siko Jehova. Baba tunakuita Jehova. Mimi nasema kwa nje ndio na pide tu Jehova. Shuka ulete neno la mubiri masia. Naangusha wa yote kuiba neno. Yote apiganisha neno. Yote avutema. Yote amechoka. Yote kuiba funo. Tunasambaza kwa jina la Yesu Kristo. Hewa kutoka nje masia. Tunaikondane, tunaiseta na kuipeleka pale pakavu kwa jina la Yesu Kristo. Acha moto wako weke mahali hapa. Acha moto wako tawale mahali hapa. Kwa kupambana nguvu za kisa, kwa kupambana nguvu ya siri, tunashusha moto pande zote masia. Moto wake Baba. Tukikushangilia, tukikupiga kana kana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitu ya lazima nipenda kuongezwa batizo siku ya leo. Unapaswa kujua kama kuna dini na kuna Ukristo. Ndio. Na kama sisi tunakuwa kubatiza hapa. Na kama sisi tunakuwa kubatiza kwa jina la Yesu ni kwa sababu tunakimbia dini. Unajua dini ni nini? Dini ni nguvu ya mtu. Dini manigamu. Mawazo ya mtu, kilozi ya mtu, akili ya mtu, yenye anafanya. Petro mstari wa 12 wa 18 inasema kama ubatizo ni engagement ya zamiri nzuri. Chibao ulende woze mnunji.
Sasa mtoto mdogo wa miaka 7 atajiangaje kufikira? Kati omwana omuto owa miaka 7 asaba cyo. Sasa ubebe Grace metoka unaipeleka na zamiri gani yako yaseme nijitwalie chakula nitwale nguo nifanye vile vyakula. Kati omwana omuto ainendoweza cyo kutegera cyo kirungi. Na njoma nilibambia kama kilosi ya watu ya dini siku ya leo na teolojia. Kibasitegeza ntino edogo ly'abantu these days. Mawazo na kiburi ya wanadamu ya kidini endoza y'abantu zino inabatuma bende batiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ebasikiriza ogenda okubatiza mu nnyaya ya Tata n'Omwana. Kwa sababu abayo maandiko. Lwakuba mamanyi byawandikibwa. Kitu ya kwanza Mathayo 28. Ekisooka Mathayo 18. Unayoshi wote tuko na Biblia. Fena tulina Bible. Lakini ufunuo ni mbalimbali. Naye okubukulirwa. Shibo tuko na makanisa. Fena tulina church. Lakini ba Yesu wanapishana. Naye ba Yesu baukana. Kuko benye na Yesu Krize. Wali abama bayina Yesu Kristo. Yesu wanjala, Yesu anakauka, Yesu airizi. Bayina Yesu wa irizi. Lakini sisi tuko na Yesu Kristo mwenye alikufa na akafufuka. Naye tulina Yesu Kristo yafana azuki. Mu Mathayo mule Yesu akatuma mitume yake 12. Mu Mathayo mu Yesu yatuma ba disciple be kumi. Akamwambia enendeni duniani kote. N'abagamba mugende mu nsi. Mubiri habari njema. Mubulie kigambo. Yeyote ambaye atakayeamini na kuokolewa no kukiriza abatizwe. Lakini pale chini akamwambia nao wansi n'agamba na muwafundishe vyote vinibafundishe. Mubayigirize byonna binabayigiriza. Sasa kwa banabiwaka zamu abantu abavira ku mulamu. Akamwambia musiende kwanza mbie mungoye. N'abagamba temugenda mangu nemu. Kwa sababu kuna mambo mengi nyinyi mnaweza baelezea sasa hamtaelewa. Kubanga wale bigambo bingi bensolo bagamba nete musabiki. Na kwa gisi muelewe ndio kusema juu ya batizo. Nera mokutegera. Inaomba msaada wa Roho Mtakatifu. Kibache tagisomwe mtukiro. Kitu ya kwanza mimi nataka kwanza uelewe. Ekitaka shindagala mtu. Kama unaona mtu anakataa ubatizo kwa jina la Yesu Kristo. Wala byo muntu ngaganye kuba. Ana ufunuo. Ubatizo ya Roho Mtakatifu ya Yesu Kristo ni ubatizo wa ufunuo ya Roho Mtakatifu. Kubatizwa kwa Yesu kuba kubatizwa kwa mtu. Sasa tunasemaka watu mingi biko na Roho Mtakafujo. Ingije tugamba wali abantu abayina umeje jo wavu. Biko na moyo mutakadini. Waliyo omoyo gwa madini. Biko na moyo mutakairizi. Bayina omoyo gwa mairizi. Na wanadanganya siku na Roho Mtakatifu. Ni abo bonabona banyimatile bayina. Kwa sababu hauwezi kuwa na Roho Mtakatifu na uongee nje ya Biblia. Kibanga tosobola kuba na Bible yatuweze Biblia wakwezi ya Bible. Na Biblia inatuambia kama Bible yetugamba ki wakati balijazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Webafuna omwoyo mutukirivu. Mu Yohana 16 kwanza akabaambia. Mu Yohana 16 yabagamba. Ase kuna mambo mengi ngine nitabaambia. Bintu bingi benjo baga. Lakini inabidi Roho Mtakatifu akuye. Na huyu Roho atawajaza. Oyo moyo wanaja. Atawafunulia mambo mingi sana. Ajababu kulie bintu bingi. Ataongea vyake. Ataongea biblia. Ataongea juu yangu. Atanishuhudia mimi Yesu Kristo. Atakujulia Yesu. Na ndio unaona sasa Petro alianza Matendo ya Mitume ya pili. Nira Petro yatandikaho ebikola bya batume byo. Akaanza kuhubiri senye Bayuda. Na atandiko kubulia. Sasa lazima nyewe watu wemuka propaganda. Na kama abantu b'Uganda. Akamwambia muiwe kama Yesu Kristo alikufa kwa msalaba Golgotha. Mtegelea kama Yesu ni yafa kwa msalaba. Ni juu ya dhambi yako na juu ya dhambi yangu nyuma alikufa. Na kwa sababu isikia sasa tufanye nini? Ati banene boye babu ya mbaga. Akawaambia sasa mumwamini mutubu dhambi. Na kama tino na mubatiziwe kwa jina la Yesu Kristo. Na mubatiziwe mu jina la Yesu Kristo. Ndio mtapata msamaha wa dhambi. Au mujofuna okulokolera Biblia. Na hii habari za hii ubatizo yera enjogera eyo kubatizibwa ni kwenu, elikumwe kwa watoto wenu kubana bamwe na watu wengine wote watahubiriwa duniani mzima. Abantu bonna abajofu. Akubambia aseme hii ubatizo wa Yesu Kristo. Yabaga matino kubatizwa kwa Yesu Kristo. Mutaenda kubatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Hapana. Wakati walifunuliwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kujua kama msamaha inatoka mu Yesu. Kujua kama wokovu unatoka mu Yesu. Bakabatiziwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ndio maana sisi katika ufunuo ya mitume Biblia inasema kanisa inakaa kwa msingi, Yesu ndio msingi. Bible kama tino kanisa ni wao wa msingi wao. Na mitume wanakuja pale na manabii. Ndio kusema ni maandiko ya mitume, ya mitume walifanyaka ndio tunafuatia. Jambo mkuu tunaweza jiuliza siku ya leo. Kwa nauliza mtu wote akupatia andiko fasi kwenye anaona sema libatiza kwa jina la Baba na Mwana, haiko Biblia. Lakini ukiuliza watu wakupatie maandiko kama nasema na wakambatiza kwa jina la Yesu, iko mu Biblia.
nera obuza abantu bonna bonna bajja kugamba nti babatiza mu ya Yesu Kristo. Ndio maana sisi tunabatia kwa jina la Yesu Kibasiteza nafe tuna kubatiza kufuatana na maandiko. Ukugoberera ebyawandikibwa. Unajua hauwezi kufukuza mipepe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tosobola kugoba mizimu mu ya Tata nile Mwana. Kama unataka unakuta mtu anabatia kwa jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu, Mwosanga omuntu ngali mukubatiza. mwambie kwanza afukuze mizimu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mugamba soka gobe emizimu mu ya Tata nile Mwana. Juu Biblia inatuambia wokovu wetu ni moya. Bible yagamba ntino kulokola Mwokozi wetu ni moya. omulokozi wa fomu. Na imani yetu ni moya. N'okukiriza kwaffe kumu. Imani yetu ni Yesu Kristo wa Nazareti. Okukiriza kwaffe kuba mu maanyi aga Katonda. Huko chini ya nguvu ya Yesu Oli Kristo. wansi w'amaanyi ga Yesu Kristo. Na yeye ndio mwanzo na mwisho wa kila kitu. Kiba kitegeeza ye. Ni kusema kama kunaweza kuwa manguvu hapa chini ya jua iko na mwanzo. Kiba kitegeeza tuba tuli waneno Kama kunaweza kuwa mamlaka hapa chini ya jua iko na mwisho. buli kimu. Lakini yeye ndio anafunga yote. Yeka. Na mimi mwenyewe niko na kuhubiri siku ya leo, na mimi nilibatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Nera yeke nini ali mukubulira yabatizwa mu. Na mimi siwezi penda nione furaha yenyewe kumbatizwa jina la Yesu Kristo nikubatizwa kwa jina lingine. Nera tasobola kulaba yenga akubatiza mu. Ndio maana Mungu akubariki siku ya leo. Kiba kitegeeza. Ungelikuwa na furaha sana yenyewe niko nayo kuona kisa unabatizwa juu ya jina la Yesu. Ni jina la kutisha sana. Ni jina la ajabu. Na Mungu atubariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana mimi nakwambia siku ya leo ni siku ya karamu kubwa. Sala bakugamba olwalero. Ukaenda kusoma ndani ya Matendo ya Mitume Bosoma mubikola bya bapa. sura 8 mstari wa 13 hadi 18. Tusome kwanza pale kidogo. Matendo ya Mitume 8:15, 13 hadi 18. Bya batume. Ndiyo, inabidi kubatiziwa kwa jina la Yesu Kristo. Kubatizwa mu Jina la Yesu Kristo ni nguvu. Jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo ni jina ambalo liko juu ya majina Jina la zote. Yesu ndilo wagula manya. Haleluya. Bwana asifiwe. Nakwambia kama jina la Yesu Kristo linaondoa hata dhambi. Elinya lya Yesu liso Wowote nywa. wataingia ndani ya maji siku ya leo. Kuli agenda kuingira mazi Kuna olwalero. ambayo itabakia mahali. Wale mizimu jigenda kusigala. Laana zitaanguka zitabakia ndani ya imani. Ebisirani bisigala mu wasi Utatoka kakati. mahali hapa ulikuwa condamnation na isho na de Jésus Christ. Osumulwa mu linya la Yesu. Haleluya. Tusomee pale chombo ya Bwana. Acte 8. Acte 8 anza 13 mpaka 18. Tusoma bikola bya mitume. Munana. 17 bagamba. Soma mu Faransa. Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus les Philippes et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem et après qui à Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Quand ils s'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bwana sifiwe. Haleluya. Biblia inasema hivi kwa 13. Hata Simoni yeye mwenyewe aliamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Haleluya. Wakati ambapo Simoni alipoamini akabatizwa akakaa na Filipo, akashangaa akiona alama za maajabu. Haleluya. Nao mitume waliokuwa Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imekubali neno la Mungu, wakatuma Petro na Yohana waende kwao. Bwana asifiwe. Wakashuka wakaombea, wakawekea mikono, wakapokea Roho Mtakatifu. Haleluya. Huyu Simoni ni nani? Simoni alikuwa mchawi. Ndani ya Samaria Simoni alikuwa na mairizi. Alikuwa mtu wa kupatia mairizi. Na unaona zile puissance zenye iko nazo mairizi zinakuwa sawa vile zinafanya kazi. Inafanana sawa vile ni mtu wa Mungu. Lakini Simoni hakukuwa mtu wa Mungu. Biblia ukasoma mahali hapa wanakuambia Simoni alikuwa mchawi. Na ilibidi wokovu ipate na kuingia Samaria. Watu waliinua ule Simoni ndani ya Samaria. Wanasema Simoni ana nguvu. Wanasema Simoni ana puissance ya Mungu. Kumbe Simoni alikuwa na nguvu za kuzimu. Na watu wote walishika mairizi. Na walimwamini
Simoni. Mahali pote kwenye iko napita wanasema Simoni mtu wa pawa. Lakini acha nikwambia hakuna mwenye iko na pawa kuliko pawa ya Yesu Kristo. Yesu Kristo akatuma watumishi wake Petro na Yohana. Wakaingia ndani ya mji. Walipoingia ndani ya mji, Filipo akafika, akaenda kubatiza watu, akawahubiri Injili. Wakati alipohubiri Injili, watu wakaamini na watu wakaweka vidole vyao juu. Namna na wewe siku ya leo umeweka kidole yako juu, umekubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na hiyo siku Simoni huyo naye alikuta vyombo vya Bwana, naye akaweka kidole yake juu. Haleluya. Na hiyo siku Simoni akasema no, inaonekana kabisa watu wana power ya nguvu. Na wakati ambapo Simoni alipobatiziwa akabakia pembeni ya Filipo, na wakati alipobakia pembeni ya Filipo, Mungu akatuma Petro na Yohana. Mwende mwambie watu wa Samaria, wale wenyewe wamebatiziwa, mwende mwawekee mikono. Haleluya. Akasema mwende mwawekee mikono. Mikono ilikuwa na shabaha, mikono ilikuwa na sababu, mikono ilikuwa wawekee mikono wapate na kupokea puissance ya Saint-Esprit, wapokee nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zitashuka mahali hapa. Dakika kidogo, nguvu za Bwana zitatembea juu moja kwa moja. Kuna nguvu ambazo zitaneutralize nguvu za giza ndani ya maisha moja kwa moja. Kuna Roho Mtakatifu ambaye atakaa. Alikuwa naziwiwa, anataka kukaa na kuta kuna mashitaki. Lide condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Siku ya leo Roho wa Bwana ataingia. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio maana mimi nakwambia hapa kuna wamalaika wa Mungu sasa. Hapa kuna puissance ya Saint-Esprit. Hapa kuna nguvu za Bwana ambazo zinatawala. Mipepe haina nafasi. Lakini Roho wa Bwana anaonekana. Roho wa Bwana iko tayari katikati mahali hapa. Bwana asifiwe. Atakayebatizwa atabatizwa kwa jina moja. Jina la Yesu Kristo. Ambalo ni jina liko juu ya majina yote. Kwa jina la Yesu Kristo tunafukuza mapepo. Kwa jina la Yesu Kristo tumefunguliwa. Kwa jina la Yesu Kristo milango ya gereza mbele ifunga maisha yetu yanaondoshwa. Haleluya. Mubarikiwe, heri kwenye nyinyi wote ambao mmekuja kwa Yesu. Hamkukuja mbele ya wanadamu. Na hakuna yule ambaye atakuja kwa Yesu apate kurudi namna alivyokuja. Bwana asifiwe. Chombo ya Bwana uko na ufunuo. Hiyo ufunuo usinyamazie. Ni neno la Bwana kuhusu Yesu Kristo, kazi yake. Unapoamini Yesu Kristo utabatizwa, utaingia ndani ya maji na utapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Na huyu Simoni alifika kwa hatua ya kusema na mimi niuzishe hizo nguvu. Namna alizoea kuuzisha nguvu za shetani, namna alizoea kuuzisha mailizi, akasema na mimi uniuzishe hizo nguvu. Bwana asifiwe. Nguvu za Roho Mtakatifu haziuzwi. Nguvu za Roho Mtakatifu zinaingia kwetu kwa kutusaidia. Hata unakuta epreve mbele yako ndani ya safari, ni nguvu za Bwana ambazo ziko ndani mwako, zitakufasilite, zitakutetea kupita mbele ya jaribu ambayo iko mbele yako. Sijui ni jaribu gani ambayo iko mbele yako, lakini kuna nguvu za Roho Mtakatifu sahihi ambazo zitakuwezesha kuendelea mbele. Mbona mimi naona unaendelea mbele? Kupitia puissance ya Saint-Esprit, ni kupitia kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo, Roho Bwana anapata makao. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Unajua kama mipepe yenye iko mahali hapa sasa kuna shanga. Hapa kuna nguvu, kuna uwezo. Kuna roho ya Yesu Kristo. Ni roho ya dunia tu. Ni ya dunia. Na kuna wengine wenyewe wanaabudu. Lakini sisi tuna roho ya Saint-Esprit. Kuna wamalaika ambao wako mahali hapa. Na mbinguni wako wanapiga vigelegele. Haleluya. Acha mimi naingia ndani ya maji. Lakini kuna nguvu za Bwana. Wakati ambapo ninapoingia
sio Abrahamu ndio anaingia, lakini ni Roho wa Bwana ambaye iko ndani, ambaye anaenda kufanya kazi yake, na anapofanya kazi yake hakuna yule ambaye atamzuia. Ndio maana nyinyi mmefika mahali hapa siku ya leo, ni siku ya miujiza kweli, ni siku ya ufungulivu kweli. Mpokee ufungulivu, weka mikono yenu juu, weka mikono yenu juu, tukamatane mikono, tukamatane mikono, tukamatane mikono. Mwite Yesu, mwite sasa, shusha moyo. Anasema nguvu zake ziko mbele. Pasa sauti, sema Baba tukasimama, sema Baba tukasimama. Pasa sauti, itaroa kwa, itakoa sama. Amaraba na shuka, amaraba na shuka, amaraba na shuka. Pasa sauti, sema Baba shuka, amaraba takate. Ingia kinara, omba nguvu, omba Baba, omba Baba. Sema shushe nguvu. Anachaza vyombo, anachaza mafuta, mwenye kutu, asiyeshindwa ni wewe Bwana, asiyebadilika. ni chombo cha unabii. Yeah,
kama wewe, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwingine. Funga macho yako. Tafakari kwa Bwana. Sikiza wale watu wanaoja. Anasema kuna nguvu za Bwana. Anasema kuna roho ya Bwana. Bwana mtima msike mchizi. Anasema kila siku mchizi. Haleluya, asante Jehova. Asante Roho Mtakatifu. Kuna nguvu za kinabii katikati. Mpokee nguvu za kinabii katikati. Mpokee roho ya Bwana katikati. Mama sasa sisi nguvu za Bwana katikati. Acha funga maisha yako siku leo. Acha bariki maisha yako. Ulifungwa kwenye makaburi. Sasa sema funguliwe. Na mafuta ya kinabii juu yako. Atana kukutubi. Ratamana goshe mefa. Uramana goshe me. Ratamana pas. Baba. Ora tamama. Asante. Anasema pokea. Anasema pokea nguvu za Bwana. Pokea wa baba. Asante. Anagusa rote. Anagusa rote. Anagusa rote. Haleluya. Asante Jehova. Asante Masi. Asante Baba. Asante Jehova. Asante Masi. Asante Masi. Asante. Iko na nguruma katikati. Mafuta ya kinabii Baba. Upokee mafuta ya kinabii. Asante. Upokee mafuta ya kinabii. Kuna alama zitakuja juu yako. Kuna alama zitakuja juu yako. Anapewa jina ya Jemima. Shilo. Oh, haleluya Yesu. Jina ya Jemima napewa. Amen. Je, Jemima unakubali kufa na kufufuka siku ya mwisho pamoja na Yesu Kristo? Haleluya. Amen. Ikiwa kama nasema ndio, siku ya leo anabatiziwa katika jina la Yesu Kristo. Kumama masi yako Yawe. Kumama masi yako
asifiwe. Jina lake Sephora. Amen. Sephora, je, unakubali kufa na kufufuka siku ya mwisho pamoja na Yesu Kristo? Anasema ndiyo. Shangilia. Amen. Haleluya. Yesu. Ndio maana siku ya leo Sephora anabatiziwa ni katika jina ambalo liko juu ya majina zote, jina la Yesu Kristo. Oh, Jesus. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Una makosa, atabatiziwa. Ndio. Nani ameona makosa? Hakuingia kwa maji. Haleluya. Amen. Wakati ambapo unapoingia ndani ya maji, usiwe na kitu kama hii kukichwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Manake hakuna ukuta ambayo itakuwa juu ya kichwa chako. Amen. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu anapokuja asikute pazia. Oh, Shilo. Kusikue ukuta. Haleluya. Ndio maana Roho Bwana ananiambia atoe kitambaa. Yes. Hii kitambaa ni pazia. Ndio. Wakati ambapo njiwa iliposhuka haikukuta ukuta. Hizi nywele zinaleta utukufu kwa Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Piga magoti ubatiziwe. Siku ya leo Sephora anabatiziwa ni katika jina la Yesu Kristo. Power. Oh! Sephora. Sephora. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Alikuwa amepewa jina Nyaifaya. Walikuwa namuita Anyu. Anyu. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo Mungu anamupatia jina ya Kisa. Neema. Bwana asifiwe. Unajua neema inafungua. Neema inabariki. Neema itamuingiza ndani ya ufalme wa mbinguni. Ni kupitia neema ya Bwana tumepata uzima. Ameokolewa ni kwa neema. Ndio maana Bwana amemupa jina ya neema. Amen. Neema. Anasema nakubali, kiwa kama nakubali, anabatiziwa ni katika jina la Yesu.
ambaye ana maswali anataka kuulizwa. Je, Jano, unakubali kufa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo siku ya mwisho? Anasema nakubali. Ikiwa kama amekubali sahihi, anabatizwa ni katika jina la Yesu. Oshiraba onyigai nikaleta obuntu awe bato benoddako zumo maniwe tojitoria mali Bwana asifiwe. Amen. Mwenye Mungu nasikia anasema mtu ambaye mimi najivunia l'homme selon mon cœur. Haleluya. Ni David mwingine huyu. Mungu anapomuona anajua manake ni yule ambaye ataenda kupambana na Wafilistini. Yule ambaye ataenda kupambana na nguvu za giza. Mungu atamuikilize kwa nguvu tofauti. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini kuna maswali. Je, David, unakubali kufa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo siku ya mwisho? Anasema ndiyo, anakubali. Atokuwa bwe bifana nilabeka tucho kuba nanti bandiga omulundi gumu tebandiga mulundi gumu kwato baba alikuwa alipewa jina ambayo haieleweki. Alikuwa anaitwa Robert. Lakini siku ya leo ndani ya Biblia kuna Yusufu. Yusufu ni wengi. Haleluya. Amen. Una ni Yusufu. Amen. Tunajua Yusufu
mume wa Maria. Tunajua Yusufu yule ambaye alikuwa premier ministre Misri. Huyu ni Yusufu yule ambaye aliona wakati ambapo Yesu Kristo amekufa, amekosa nafasi ya kuzikiwa, akakamata mwili wa Yesu Kristo akaenda na kumuzika, katafuta nafasi special juu ya Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe. Huyu Yusufu alikuwa parmi les disciples cachés. Kuna badisiple wenye walikuwa wanafichama, na huyu alikuwa anafichama, ndugu yangu. Lakini Yesu Kristo anasema no, hakuna pazia tena, hakuna ile ambayo itafichama, kila kitu kiko wazi. Ndio maana siku ya leo anaitwa Yusufu. Anapoitwa Yusufu ni watu wa kusapoti kazi ya Yesu Kristo, ni watu ambaye watakubali kufa na kufufuka pamoja na Yesu. Haleluya! Kuna maswali juu ya Yusufu. Je, Yusufu unakubali kufa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo siku ya mwisho? Anasema nakubali. Ikiwa kama nakubali sahi, anabatiziwa ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anasema utaingia. Kuna nguvu ambazo ni pepe ambaye inakupiga vita ndani ya Mungu. Anasema haitakuweza. Anasema kuna ushindi. Kuna nguvu Mungu ambayo unapokea. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni kondoo la Bwana ambalo litaingia ndani ya mlango mwembamba. Bwana asifiwe. Kitabu ya uzima tayari, jina ya shukuru iko ndani. Haleluya. Ndio maana siku ya leo anaulizwa. Unajua kuna kuamua, kuna uamuzi. Ikiwa kama amekubali kubatiziwa siku ya leo, ni lazima tena ulizwe. Bwana asifiwe. Je, shukuru, unakubali kufa na kufufuka siku ya mwisho pamoja na Yesu Kristo? Ndio. Anasema ndio, anakubali. Ndio maana siku ya leo unabatiziwa ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nani kama wewe?
Baba. Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Baba? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Yesu? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Baba? Nani kama wewe? Ni kama wewe Jehova? Nani kama wewe? Hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu ni Moizi. Haleluya. Moizi ni chombo cha Bwana. Alikuwa Misri lakini na haiko wa Misri. Iko mudunia lakini dunia haiko yake. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana siku ya leo kuna maswali juu yake. Kwani Yesu Kristo ameenda kuandaa nafasi juu ya Moizi. Yesu Kristo ameenda kuandaa nafasi, makao, ana parcele mbinguni. Je, Moizi unakubali kufa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo siku ya mwisho? Ndio. Anasema ndio. Ikiwa kama ndio, ni katika jina Jezi umisamarayo elongananga toema Jezi umisamarayo elongananga Jezi makasinanga naembelio asekurenanga toema Jezi umisamarayo elongananga basisiringanyoso amemakirango ekulusu asekurenanga toema pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Sifuatane na wewe ndani ya maisha yako. Aboro Bwana sema na sasa. Sema na yeye sema Kuongozwa na yeye na kufikia mwisho mzuri. Nguvu za Aboro Bwana kwa tukufu. uwezo wa Roho Mtakatifu ndani mwako. Wewe tupisalishe. Akomboreshe. Nguvu za Bwana zifuatane. Sema asante Jehova. Kuna neema. Kuna neema juu yako. Rata mena kusaroma. Baba Ingia ndani mwako. Pokea nguvu. Pokea uwezo wa Roho. asante Jehova. Pokea uwezo. Pokea nguvu. Sasa Bwana shukuru Bwana majeshi. Aboro Ingia ndani mwako. Nguvu za Bwana. Tembea na uongozi wa Bwana. Mafuta ya Bwana ndani mwako. Nguvu za Bwana zipate nafasi. Mipaka ya unoshi. Ndani ya maisha yako. Ufungulivu. Ufungulivu. Kupata nafasi ndani ya maisha yako. Kuna uwezo. Kuna nguvu. Pata nafasi. Wekwe huru. Nyumba yako ifunguliwe. Nyumba yako wekwe huru. Nguvu za Bwana. Maisha marefu, maisha marefu, anakuza juu ya mtoto kuweza kusimama swali za kiroho na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Fuatana na pokea nguvu za Bwana. Nafungua nyumba yako, watoto wawe anaona tunaendelea mbele ndani ya uongozi wake. Yesu Kristo tunakuabudu. Yesu Kristo tunakusifu. Tunasema uabudiwe. Tunasema upewe sifa kwa kazi kubwa ambayo umetenda. Umetenda maajabu. Kuzimu walitafuta huyu mama, huyu dada. Walitafuta huyu baba, huyu kaka. Lakini toka siku ya leo hawatawaona tena. Toka siku ya leo wamevuka ngambo ya pili. Toka siku ya leo Yesu umetenda maajabu. Asante kwa nuru kuangaza mahali hapa.
Asante kwa nuru yako ndani ya maisha moja kwa moja. Asante kuondoa giza ndani ya maisha moja kwa moja. Asante kwa utukufu wako Masia. Nani kama na wewe? Nani kama na wewe Yesu? Walikuwa wamesema mumenuka, lakini siku ya leo kuna ufufuko. Siku ya leo kuna ufufuko. Yesu Kristo. 4e semaine. Siku ya 4 ambayo Lazaro alitoka makaburini. Na nyinyi mumetoka makaburini. Baada ya kutoka makaburini, kuna kufunguliwa na kutembea pamoja na Yesu. Kuna kuendelea mbele. Mbona mimi naona munaendelea mbele? Mbona mimi naona mabadiliko? Mbona mimi naona munang'aa? Hata wa malaika Baba uko mwema. Ni wanani? Wanavaa mavazi meupe. Wanavaa mavazi ya utukufu. Uabudiwe Yesu. Asante Yesu. Watauliza wanatoka wapi? Wametetewa na Yesu Kristo. Wametoka ndani ya dunia ya tabu. Dunia imewatapika. Dunia imewatapika. Asante Yesu. Asante kwa miujiza. Asante kwa ufungulivu. Asante kwa karama ambazo zimefunguliwa. Asante Yesu. Baada ya resurrection hakuna tena condemnation. Ndio maana nasema amemaliza kazi. Ndio maana nasema ametia nukta ya mwisho. Shetani alingoja kesho, lakini leo, siku ya leo, Yesu anasema ametia mihuri. Kuna kashe moja kwa moja anapokea. Moja kwa moja anapokea sahi. Kuna uwezo wa Roho Mtakatifu. Kuna ufungulivu mpya. Kuna vipya na vipya ambavyo vinaingia. Vya zamani vimetoka. Asante Yesu. Anasema mutembee na amani yake. Amen. Moja kwa moja amepokea. Damu ya Yesu Kristo wafinike. Damu ya Yesu Kristo wafinike. Gari tutaingia ndani ni kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu. Acha utukufu wako. Acha sifa ziwe zako. Acha mabudu iwe yako. Acha vigelegele viwe vyako.
Eh.